Najua kushika kodi A minor ni rahisi sana kwa sababu unaishika kama kodi E major. Na maanisha nini nikisema hivyo? A minor ni hii hapa. Hii ni kodi A minor. Wengi tunaifahamu kodi A minor. Lakini hii hapa ni kodi E major. Kodi E major. Zote zina mishiko inayofanana isipokuwa tu sehemu za kuweka vidole zinatofautiana. Lakini kodi A major, hii ndio kodi ambayo nataka nizungumzie leo. Kodi A major wengi tumefundishana kwamba tunaishika hapa kwenye chumba hiki cha pili na nyuzi hizi tatu zote tunazibana kwa pamoja kama hivi. Umenielewa? Hiyo ndo kodi A major. Kama ulikuwa ufahamu, basi leo ndo ufahamu kwamba kodi A major inapigwa hivi. Lakini kama pia utahitaji kujifunza masomo haya ya kushika gitaa au kushika chords, nenda kajifunze. Video zipo kwenye channel au nitakuwekea hapo uende ukaangalie mwanzo mpaka mwisho. Hata kama hujawahi kushika gitaa, lazima uweze kupiga gitaa vizuri. Okay. Sasa hii ndio namna ambayo wengi tunaifahamu ya kushika chords. Lakini hii ina changamoto kwa sababu mimi vidole vyangu ni vyembamba kama unavyoweza kuviona na vina uwezo wote wa kukaa kwenye hizi nyuzi tatu. Sasa kabla sijazungumzia ambacho nataka nikuelekeze leo au njia rahisi ambayo utaitumia kuweza kushika kodi A ikasikika vizuri bila makelele, bila kuleta shida. Kwanza tujikumbushe kodi A tunaishikaje, okay? Kodi A inashikwa kwenye hii fleti ya pili na vidole vyetu hivi hapa vitatu. Kidole chetu cha kwanza kinashika nyuzi hii ya 4 kwenye fleti ya pili hiyo, lakini kidole chetu cha pili kinashika nyuzi ya pili kwenye fleti nyuzi ya 3 kwenye fleti ya pili. Lakini pia hiki kidole cha tatu kinashika nyuzi ya pili kwenye freti hiyo hiyo ya pili. Kwa hiyo tunakuwa tunatengeneza shape hii hapa, okay? Na huku kwenye kupiga tunaanzia nyuzi ya 5 hii hapa kushuka chini. Okay? Hapo tumetengeneza kodi A minor. Sasa mimi ninaweza kwa sababu vidole vyangu ni vyembamba, lakini changamoto inakuja kwako wewe ambaye unashindwa kuishika hii kodi A major na haisikiki vizuri. Aidha vidole vyako hivi vitatu ni vinene. Una vidole vinene, okay? Vidole vyako vinene ukiviweka hapa unakuta havitoshei kwenye hiki chumba. Unakuta kidole kingine kinakuja mpaka huko au kinatoka huko nje. Sasa je, utawezaje kutatua changamoto hiyo? Njia ya kwanza ya kuweza kutatua changamoto hiyo ni kutumia kidole kimoja. Kama ulishawahi kuona wapiga gitaa wengi wengine wanatumia kidole kimoja kushika kodi za namna hiyo, okay? Sasa utatumia kidole gani kati hivi vitatu? Nina suggest ama ninapendekeza kidole ambacho unatakiwa utumie ni hiki cha 3. Tumeelewana hiki kidole cha 3. Kwa nini? Kwa sababu kidole cha 3 kina uwezo wa kupinda vizuri. Utanielewa hapo baada ya sekunde chache nikiwa nakuelekeza. Kwa hiyo kina uwezo wa kupinda vizuri tofauti na kidole hiki cha pili au hiki cha kwanza. Umenielewa? Kwa kidole hiki cha 3 unaona hata mimi kinapinda. Lakini kuna wale ambao vidole vyao vinapinda kabisa vizuri bila shida yoyote. Wale ninawashauri waanze kujifunza mwanzoni kabisa kushika na kidole kimoja, okay? Sasa tunatumiaje kidole hichi kimoja kuweza kushika hii nyuzi, hii kodi yetu A major. Kama unavyoona naweka kidole changu hiki cha 3 hapa. Okay? Na kibana hapa. Sasa kabla sijaendelea kuelekeza kubana, unafikiri kwa nini nimekwambia tutumie hichi kidole cha 3? Afu tumeviacha hivi viwili. Unaweza ukatumia hivi, lakini hivi viwili tumeviacha kwa sababu huko mbele utakuja kujifunza barcodes. Umeelewa? Sasa hivi viwili vitakusaidia kuweza kushika kubaa au kushika nyuzi zote, kwa sababu tunaposhika barcode kwa mfano tunashika hivi, okay? Umeona? Kwa hiyo hichi kidole hiki, umeona hiki kinakusaidia kubana hapa. Sasa ukibania hiki hapa, alafu inabidi ushike huko, itakuwa inakusumbua kwenye barcodes. Ndio maana nakwambia uzoee kushika hichi kidole, na ni kirahisi na itakusaidia pia hata unapokuja kujifunza barcodes uweze kujifunza. So utabana hapo. Umeelewa? Hakikisha umebana zile nyuzi 3 kama ambavyo tukiwa tunashika hivi, okay? Sorry, sio hapa kwenye fret ya pili. Utabana hivi. Hakikisha umebana nyuzi 1, 2, 3 tu. Usibane nyuzi ambazo hazihusiki. Kama ambavyo tukiwa tunashika hivi tunafanya. Tukiwa tunashika na vidole vitatu. Kwa hiyo utabana hizi nyuzi zako hapa kwenye fret ya pili. Utabana hapa. Hii sehemu hii ambayo kidole kinajikunja.
hapo ndipo uhakikishe kwamba hii nyuzi yako ya pili inaishia hapo. Hii nyuzi ya kwanza ndo hautaki kuigusa. Umeelewa? Kwa sababu haihusiki kwenye kutengeneza nini? Kodi A. Nyuzi zinazohusika kutengeneza kodi A ni hii hapa ya 4, ya 3 na ya pili. Kwa unapobana na hichi kidole hakikisha tu unabana hizo nyuzi. And then ukija huku utastrum kama hivi. Okay? Hiyo hapo. Kwa unaweza kaona. Yes, so na inasikika vizuri kabisa. Na nikwambie tu kwamba ukijizoesha hivi, maana yake ni kwamba hichi kidole kitazoea kushika hivyo muda unavyozidi kwenda. Nikwambie tu kweli kwamba kitauma kwa mwanzoni, lakini muda unavyozidi kwenda ukikizoesha kama unavyojua tuna mazoea. Ukikizoesha ukafanyia mazoezi kitakuwa kirahisi tu, hakitakusumbua na kodi yako itasikika vizuri kuliko kuhangaika na kushika hivi vidole vitatu. Umeelewa? Na kuna wale ambao kidole unakuta bado hakiwezi kujikunja kama ambavyo nimesema, si ndio? Lakini pia bado ana vidole vinene, si ndio? Unachotaka kukifanya, jitahidi sana kuvipanga hivi vidole vyako vitoshe kwenye hiki chumba. Ni ngumu sana kwa mwanzoni, ni ngumu sana. Mimi mwenyewe nilipokuwa najifunza kipindi hiki kupiga hizi kodi A ilinisumbua sana kuviweka vidole vyangu hapa. Kwa hiyo jitahidi, ni bora uweke hata kidole hapa juu ya karibu kidogo na haka kachuma haka. Unavibananisha vizuri. Hakikisha tu vimetosha hapa. Kwa kufanya hivyo utaweza kufanyaje? Utaweza kupiga kodi yako ikasikika vizuri. Mwanzo itakuwa ngumu kwa sababu vidole vitakuwa havijazoea, lakini vikishazoea una uwezo wa kufanyaje? Wa kuweza kushika kodi yako vizuri na ikasikika. Lakini kushauri tu ukijizoesha hii njia ya kushika hivi, basi wewe umejua bar codes nyingi sana na itakuwa rahisi, na bar codes nyingi zina uwezo wa kusikika vizuri kama ukiweza kushika na style kama hii hapa. Sijui umenielewa? Style kama hii hapa ya kushika hizi bar code hivi au kodi kama A hivi inakusaidia ubane nyuzi zako vizuri, kwa hata unapopiga codes zako zinasikika vizuri na muziki wako unatoka msafi, unakuwa hauna makelele. Kwa hiyo naomba sana ujizoeshe kushika kodi A na zingine zinazoshikwa kama hivi. Itakusaidia sana. Jizoeshe mapema kabla hujaanza kuzoea kushika hivi, ili iwe rahisi kwako wewe kuweza kupiga mabakodi yenye nani. So kufikia hapo mimi sina la ziada. I hope kuna kitu umejifunza hapa, na kama umejifunza, muhimu ni kusubscribe tu, na hicho ndicho ambacho unaweza ukatusaidia wewe kama mdau au kama mtazamaji, kama pia mwanafunzi wa gitaa. Subscribe kama bado hujafanya hivyo. Lakini kama una rafiki yako na ndugu yako anahitaji kujifunza gitaa, basi sehemu sahihi ya kujifunza ni kwenye channel hii. Na pia napokea suggestion. Kama una kitu chochote unataka nikufundishie, kuna codes uzielewi, vitu kama hivyo, uniambie kwenye comment. Mimi huwa najibu kila comment. Jina langu ni The Vibe Manyuzi. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.